Diamond Platnumz na Zuchu, nikamuonyesha baadhi ya picha. Watoto wa Kiislamu kweli wanaweza kupiga picha namna ile. Sheikh akasema kwamba hii sio sahihi kwa sababu hao ni Waislamu safi, hawezekani kupiga picha na kuzalishana mitandaoni kama vile ikiwa bado hawajaoana. Taarifa iliyopo sasa hivi ni kwamba ndoa imepita ya Zuchu na Diamond Platnumz, yani Nasibu na Bi Zuhra. Sheikh Shafi, nimerejea tena kwako. Kijana maarufu Tanzania pamoja na mwanadada maarufu Tanzania, Bwana Nasibu na Bi Zuhra, yani Zuhura ambaye ni Zuchu, ndoa imepita jana. Kwanza tuwaombe dua, lakini ambacho nachoshangaa, mbona ndoa imepita kimya kimya vile? Ana jambo ambalo mpaka sasa hivi sijaelewa katika nafsi yangu. Hivi Diamond tunavyomjua, Zuchu ndoa yao au kuna kitu nyuma ya pazia? Maana tunapaswa tujue vizuri kwamba watu namna walivyo, alafu ndoa yao imepita kimya kimya, watu wawili watatu. Umeona shewa mkoa pale anaozesha. Sasa hili jambo limenitia wasiwasi kwamba nyuma ya pazia kuna nini. Tuendelee kusubiri kwanza, nyuma ya pazia kuna kitu gani ambacho kilitokea ambacho sasa hivi kimekuwa hivi. Lakini si tuzungumzie ndoa. Kama wameamua kufunga ndoa, alhamdulillah, jambo la kuombea dua, kwa sababu ndoa bwana ndio nusu ya dini kwenye Uislamu. Yani ili ufikishe nusu ya dini uoe. Yale mambo mengine ukifanya ndio unafanya dini kamili. Na ndoa ni jambo la msingi sana kwenye dini. Unajua shida wanaoana si kwa sababu ya ufanyaji wa ibada. Wao wanaoana kwa sababu tu, ninashindwa hata kuwatafsiri wanaoana kwa sababu gani. Au kwa sababu watu wanasema. Au kwa sababu watu wanasema wanafanya, lakini kuoa ni ibada. Ibada kubwa sana katika Uislamu ni ndoa. Ndoa ni ibada kubwa sana. Na ndio maana tutamwona Adamu alayhi salamu alipoumbwa tu, baada yake Mungu akamuumbia mkewe Hawa. Kwa nini kamuumbia Hawa? Mungu anataka kwanza waje duniani wazaliane, lakini mwanadamu siku zote huwa na matamanio. Unajua mwanadamu anayekosa matamanio anakuwa hajakamilika katika ubinadamu wake. Mwanadamu ili akamilike sharti awe na matamanio. Mungu aliumba malaika wana akili tu hawana matamanio, lakini Mungu akaumba wanyama wana matamanio tu hawana akili. Na ndio maana mnaweza kuwa msibani mnalia, wanyama wakaja kufanya mapenzi pale mbele yenu, hata hawajui kama nyinyi mmefiwa. Kwa sababu gani? Hawana akili. Lakini Mungu alimuumba mwanadamu akiwa na akili na matamanio. Kwa hiyo matamanio yasishinde akili yako, akili ndio itawale matamanio. Sasa mwanadamu asiyekuwa na matamanio hajakamilika kwenye wanadamu wake. Mwanadamu asiyekuwa na akili naye hajakamilika kwenye nini? Wanadamu wake. Kwa hiyo matamanio kwa mwanadamu ni lazima awe nayo. Mungu mwenyewe katika Qur'ani anasema zuyina linasi hubu shahawati minan nisa, tumewapambia wanaume matamanio kwa wanawake. Yani mwanamume kutamani mwanamke ni lazima. Ukimwona mtu atamani mwanamke anaumwa. Lakini mwanamume aliyekamilika sharti atamani mwanamke. Ndio maumbile yetu yalivyoumbiwa kutamani wanawake. Na ndio maana hata Yesu alisema kwamba ukimtazama mwanamke kwa kumtamani umeshakwisha kuzini naye. Anajua kwamba matamanio lazima yafanyeje? Yawepo. Kwa hiyo kwenye Uislamu kutamani ipo. Mwanamume yoyote lazima awe na mazingira ya kutamani. Kule kutamani kule ndo lazima, ndo kuna msababishia sasa aoe. Asipotaka kuoa ndo unamkuta mtu sasa anafanya zinaa. Wewe kwa nini mtu anafanya zinaa? Kuna hamu gani kwenye zinaa? Ni kuondoa yale matamanio ambayo anayoyapata. Sasa matamanio yale Mungu anasema usiyaondoe katika zinaa, nenda kaoe. Kitendo kile kile unachokifanya katika kuzini, nenda kitendo kile kile kafanye kwa mkeo, utapata thawabu kwenye ndoa. Kwa hiyo mwanadamu anapooa anamaliza matamanio yake na Mungu anampa thawabu wakati anamaliza matamanio yake. Lakini kupata mtoto, unajua bado unaweza kupata mtoto nje ya ndoa. Kiislamu hatuhesabii kama ni mtoto wako wa kisheria. Sasa ile inakuwaje? Mtoto wa nje ya ndoa anakuwa sio wa kisheria? Sio wa kisheria, kwa sababu mtoto wa nje ya ndoa sio wa kisheria. Japokuwa sheria inakutaka kumhudumia kwa vyote, kwa sababu wewe ndio uliyesababisha hilo tatizo. Kumhudumia kwa vyote, soma, kula, kuvaa, yote unatakiwa ufanye. Lakini kuna vitu